na mzee wetu ndiye alioanzisha haya masuala ya nyuki kwa ujumla, akawa anatushawishi na sisi. Lakini mwanzo alipokuwa akituambia ilikuwa tunakaa masahara tu. Tukenda mpaka kanatufundisha mafuta nini, baadaye nikashawishika na mimi. Kwa maana kuanzia kwangu mimi nimeanza na mabao mawili. Baadaye yule mzee Hamisi akawa anatuita sasa. Ikawa anatuchukua semina, anatuchukua kwenye masomo mengine madogo, tukakubali. Yaani mpaka sasa hivi mimi mwenye binafsi na masanduku 10. Asali na faida. Kifuga nyuki kwanza unapata pesa, mwenyewe unajikimu kwa mambo yako madogo ya nyumbani. Na isitoshe, na tulipopata elimu tunapata masuala ya sumu ya nyuki. Tunapata ile nta. Ilikuwa sisi tukishakamua ile tunatupa. Lakini sasa hivi wenyewe tunapika baada ya kupata ile masomo. Kishapika vizuri, tunaiweka kwenye sehemu hivi kama kwenye sufuria, baadaye tunaitoa, halafu tunaihifadhi. Tukitaka kutega tunatia kwenye mizinga yetu. Tunapaka pale. Yaani ile ukipika tu nyuki mwenyewe anakuja kwa ule mwalika vile. Kazi yangu ya ufundi seremala nimeanza mwaka 2000. Shemeji yangu alikuwa ni fundi seremala, akanifundisha kidogo. Na mimi nikawa nimekwenda kozi 2-3 kwenye vyuo. Lakini nilivorudi mwaka 2000 nikaanza rasmi kuwa fundi seremala wa furniture za kawaida. Lakini 2021, 2022 kuna bwana mmoja alikuja kunipa kazi ya mizinga. Akaniambia wewe tengeneza maboksi tu. Weka vihunzi juu. Kwa hiyo nikatengeneza mizinga, lakini matokeo yake hayakuwa mazuri. Kama jinsi inavyojulikana kwamba ukiweka vihunzi vikawa havina vipimo vyote, lazima tu nyuki watajenga pia wanavyotaka. Lakini baada ya kuipata fursa hii ya BEVAC kwamba tuna mafunzo juu ya utengenezaji wa mizinga ya kisasa, nikaiona hii ndio fursa halisi kwangu mimi. Nikaamua kwenda kujifundisha na sasa hivi nimekuwa hivi. Yani baada ya kupata mafunzo hayo nimejikuta hii kazi naipenda sana. Nimetengeneza mizinga mingi sana kwa mafunzo nilokuwa nimekwenda. Kwa mafanikio binafsi nimeongeza kipato tofauti na ilivyokuwa awali, lakini hiyo B yake nimeweza kufundisha vijana wangu hapa pia. Nina vijana karibia 5 ambao sasa hivi hata kama sipo wanaweza wakaifanya kazi yangu bila shaka yoyote kama jinsi unaweza kuona. Kwa hiyo hayo pia ni mafanikio makubwa kwangu mimi binafsi. Nilianza kuuza asali 2012. 2012 nilianza na dumu moja ambayo nilienda nikaazima kwa mtu. Nilikuwa sina hata mtaji wa kwangu. Kaniazima, kaniambia nitamrudishia na faida juu. Kipindi hicho dumu nauza shilingi 80,000. Aliniambia nitampa shilingi 120,000. Kwa hiyo nikakubali, nikaanza tu kuuza nje kama wenzangu. Nimeuza likaanza kuongezeka kutoka dumu moja mpaka mawili hadi 10 hadi 35. Mwisho wa siku sasa hela ikawa nyingi na nilikuwa ninaishi nyumba ya kupanga. Nikaona moja kwa moja mimi ninunue kiwanja changu nijenge nyumba. Nikanunua kiwanja chenye gharama kubwa kama 800,000 na nikajenga nyumba ya takriban milioni 10 mpaka sasa hivi nayoishi. Lakini hizo pesa zote zimetoka katika mradi wa asali. Katika kuuza kwangu nje, siku moja akaja jamaa mmoja ambaye aitwa Bikola. Akaniambia kwamba vipi kuhusu asali unavyouza hivi, unaonaje kama utauza asali bora zaidi ya hapa? Na mimi nikamkubalia. Baada ya hapo nikaenda kwenye mafunzo SIDO Singida. Tumekaa kule semina ya siku 3. Baada ya hapo tukapewa vibanda ili tuuze sasa asali yenye ubora. Sababu wateja walikuwa wanalalamika sana, akienda akirudi kwa asali yako umechemsha. Kumbe ilikuwa inaasiliwa na jua sana. Kwa maana kaanza kuuzia humu ndani ili wateja wapate asali iliyo bora zaidi. Mimi hapa ni mmoja wapo wa kikundi cha B Family Production Group ambacho unaweza kukiita kama BFP, ambacho tuseme wana kikundi 10. 4 ni wasichana na 6 ni wavulana. Kikundi chetu kilianzishwa mwaka 2023
na tukakisajili mwaka 2024 mwezi wa kwanza tarehe 26, ambako tulikisajilia Tabora Manispaa ili kiweze kujulikana na serikali. Katika kikundi chetu tunamiliki ardhi ambayo ina ekari 1 na pia tuna mizinga 40 ambayo mizinga 15 tulipata ufadhili kutoka chuo cha nyuki na mizinga 15 tulipata ufadhili kutoka BEVAC na mizinga 10 ni kwa ajili sisi nguvu zetu kama sisi wana kikundi. Lengo la kuanzisha kikundi moja ni kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira kwetu sisi vijana. Kupitia mradi wa BEVAC tumenufaika na vitu vingi sana. Wametupa vifaa vya demo kama vile pane press, hiki ni kifaa cha kuchakatia asali. Kuna vifaa vya kutengenezea mishumaa kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao ya ufugaji nyuki. Mafunzo niliyoyapata kule Singida yamenisaidia pakubwa sana. Kwanza yamenisaidia kutokuwa tegemezi labda wa kusubiria nyuki mpaka waingie kwenye mzinga wangu. Kwa sababu kule nilipata mafunzo ya mimi mwenyewe kuchukua nyuki ambao wamekaa wenyewe. Nimepata elimu ya kuwachukua na kuwaweka kwenye mizinga yangu hii ya kisasa, ambayo baada ya kutoka kule Singida nilikuja kutengeneza kwa sababu ya mafunzo niliyopata kule. Nilikuja kama kuanzisha duka la dawa. Nilivyofika kijiji cha Ukondamoyo niliwakuta wafuga nyuki. Basi walivyokuwa katika mikutano zao nilipendezwa nao. Niliamua kujiunga. Basi baada ya kuwa mfuga nyuki na mimi nikatamani nianzishe katika kufuga nyuki mizinga ya kwangu. Mimi mwenyewe nilianza na mizinga 50. Mpaka sasa nina mizinga 150. Ufugaji una manufaa kwangu. Moja kabisa niliweza kujenga nyumba. Mafanikio ya pili niliweza kununua hata mashamba ya kulima mazao ya chakula. Nilikuwa hali ya chini, lakini kupitia hilo zao niliweza kutuinua hata tukapata mafanikio ya kujenga nyumba, kusomesha watoto shule.